wetu Yesu Kristo. Biblia inasema hivi, Mungu akasema iwe miangaza kwa nafasi ya mbingu ipate kutenga kati ya mchana na usiku, nayo iwe kwa alama na kwa nyakati na kwa siku na kwa miaka, nayo iwe kwa nuru kwa nafasi ya mbingu iangaze dunia. Na ilikuwa hivi. Mungu akafanya miangaza miwili, Mungu akafanya miangaza miwili mikubwa, mwangaza mkubwa kutawala mchana na mwangaza mdogo kutawala usiku, na nyota vile vile. Mungu akaiweka kwa nafasi ya mbingu kuangaza juu ya dunia. Amen. Nitaomba kwa hii ngambo ya watoto kukue taratibu, ile yenu ya kusema meporte koma na watosha nje. Sawa? Mlinde ukimya mnyumba ya Mungu. Tuna somo ya magharibi ya leo ambayo inasema kwa lugha ya Kimombo, interdependance des étoiles. Jana tulikuwa muvita ya nyota, na hapa tutaona namna nyota zinavyotumika kwa pamoja. Ni kama vile nyota huwa zinatumika, lakini huwa zinatumika kwa pamoja. Na tulianza kuzungumza tangu jana habari za nyota. Tunarudi nyuma kidogo kwa wale ambao walikuwa, na tulizungumza mengi hapa, lakini mmoja wapo ya mapointi zikubwa tumezungumza, tukasema ya kwamba kwenye ulimwengu ya nyota ambamo nyota huwa zinafanya kazi, ama kwa mfumo mufrancais, mfumo ndio system ndio nini? Mnisaidie hapa, mutira attention ile maposition mnakamata, sio kama mnanifuata. Wakati mimi nasema system, mwili ni system, ni muunganiko. Mfumo ni muunganiko ya sehemu ama nafasi ambazo zimewekwa ili kwamba zitumike pamoja, ndio wanaita mfumo. Mfano, mwili ni system, sawa? Kwa wale ambao walisoma kule ku lugha ya Kimombo wanasema système du corps humain. Ukisikia mkazi banasema mfumo wa kazi wa Vallée de Grâce, twende vile mfumo wa kazi wa Vallée de Grâce. Maana yake wanataka kumaanisha kila nafasi na kazi yake ndani ya Vallée de Grâce, ndio mfumo ya kazi ya Vallée de Grâce. Narudilia tena uielewe vizuri. Kwa mfano, mfumo wa Vallée de Grâce maana yake wanaona kiongozi wa kanisa na kazi yake, wanaona makamu, wanaona kiongozi wa intercession, wanaona kiongozi wa wababa, wanaona kiongozi wa mama, wote kwa pamoja, kila mtu na kazi yake, ndio wanajenga mfumo yenye wanaita mkifaransa system. Sawa? Na ieleza vizuri hapa ipate tena kueleweka vizuri. Mfumo
ya nchi. Maana yake unakamata namna jinsi gavana kama njoga gouvernement mu français atuyue Kiswahili gouvernement inapangwa. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Na hasa kwa namna hii kuna mfumo inayoongoza nyota za watu, na haya inafanya ya kwamba nyota zitumike kwa pamoja. Lakini tangu jana kuna maneno tumeanza kuonesha hivi, pamoja na kukua na nyota, fanya angalisho, kwa sababu tunaweza shindwa kutambua ya kwamba tuna kitu, lakini wachawi wao hawawezi sahabu kama tuna kitu. Na hii ndio maana tumesema hivi, walozi wanajihusisha wanajipatia muda juu ya maisha yetu sana kuzidi ngizi. Sisi tunajipatia muda juu ya maisha yetu. Unaweza shindwa ombea maisha yako, lakini mlozi hawezi sababu rendezvous yako ya kuloga. Mlozi huwa naona future, kesho yetu, kwa njia ya kuona nyota yako kuzidi ngizi sisi tunavyoiona. Ndio maana Isa anasema hivi 47:13, wako wale wanaosoma elimu ya nyota na wakitazama nyota ya mtu wanaweza kujua kesho huyu mtu atakuwa mtu mkubwa. Wakitazama nyota ya mtu wanaweza kujua kesho huyu mtu atatutawala. Hii chofite ilitokea kwenye Yusufu iko. Biblia inasema ya kwamba akaeleza ndoto yake na namna jinsi nyota, mwezi na jua, mwezi na nyota 12 vilivyomwinamia. Ndugu zake wakaona kesho yake, wakasema manake baba yetu, mama na shie wa petit au wa grand frère, tafadhali tutainamiaka Yusufu. Na hapo ndipo tulisema mtu akiwa na nyota kubwa na vita yake ni kubwa, au niseme musemi yenye iteleweka, mtu akiwa na kitu kikubwa ndani yake vita yake pia ni kubwa. Bwana tusaidie sana. Amen. Tuseme hivi ili watu wapate kuelewa. Mti yenye haina kwa matunda waipigake kwa majiwe. Banangaliaka tu yenye nabeba, njoo taona mapenti na majiwe bakina sami. Awanake kumiti ya hembe ingeisha kumana. Njoo kwenye terme ya shabeli tokia kamina kwa na shaba. Stadina na pigama fiksi kumiti za watu. Bwana tusaidie sana. Na kuko wakina wale watoto wanaoona matunda kumuti, alafu wanaanza kuyapiga mawe. Na wanaangalia hii muti kutoa yayo tulimoya. Itamlipia mtoto wake mwaka ya masomo. Umwe tuipige majiwe. Bwana tusaidie sana. Watoto mimi najua mtu mngeza piga miti za watu majiwe. Amen. Bwana tujalie neema. Sasa nyota za watu zina vita ya kipekee. Narudia kusema hivi, unaona hizi unekala pale. Kuko watu wenye wanakujua pia na kesho yako itakuwa pia, itakuwa ye kuzidia hizi wewe unajijua. Unajijua kwa mwekunda, na uko mrefu, na uko mnene, na uko ngizi huko. Na ulipakala rangi kumakucha. Njoo unajijua vile. Unajijua kama ulisoma, unajijua kama haukusoma. Lakini wao wanaike na kusoma wala kutosoma. Mwenye iko na nyota haviangaike kusoma wala kutosoma. Nyota inangaraka tu. Bwana tusaidie sana. Amen.
Sasa Yesu wakati anazaliwa, Biblia inasema wakaona nyota inatoka mashariki. Angalia wachao walivyo, eti wakatambua hii nyota yenye iko natoka kule haiko n'importe kila nyota, haiko ya kuzisha vitika mubarabara, haiko ya kuzisha mabarafu, haiko ya marestora, haiko ya uchuruzi mkadeko, lakini hii nyota ya kifalme inatokea kule. Juu ya nini miongoni mwa nyota walitambua tu ile ni ya kifalme? Bwana tusaidie sana. Wako watu wamelewa pia nyota yako, wanaijua vizuri sana na njoo vita huko nayo. Sema na mimi Bwana Yesu. Kila vita ya nyota niko nayo magharibi ya leo. Kila mwenye iko nafanya uchawi, kila mwenye iko nafanya ufumu juu ya nyota yangu, kwa jina la Yesu ninarudisha ile ufumu, ninarudisha ile uchawi juu ya watoto yangu, juu ya mama yangu, juu ya baba yangu, juu ya hii kanisa, kwa jina la Yesu ninarudisha ile uchawi. Mnisamehe kusema hivi, najua watasikia hii mahubiri. Kuna baba mmoja nimetembelea jana magharibi, na kanionyesha vitu fulani kuhusu mtoto wake, na mimi nikakumbuka historia ya zaidi ya miaka 6 imepita sasa. Kijana mmoja alikuwa na akili sana, na alikuwa anafanya vitu mpaka unatuliza ni yeye wala haiko yeye. Alimaliza university angaliki na 21 na alikuwa na akili moja ya maajabu sana. Akawa na marafiki ambao waliona nyota yake, ambao waliona future yake na kesho atakuwa. Kwa sababu wachawi wanapenda sana watu wenye wako na akili, attention, na watu ambao wako na nyota zikubwa. Sasa angalia kilichotokea, bakamfuata, bakajifanya marafiki yake, na kujifanya rafiki yake. Malengo yao ilikuwa baiba akili yenye iko nayo, na wakaresire kumwiba akili. Nikakumbuka wakati niko mshatua, nakumbuka mtoto ni mshuta, naweza nimfundishaka sheria mtuwazi ya mkatria. Zile kuru niliwafunza wengine, zilikuwa zishakuwa mkichwa yangu, mimi nazijua. Basi mwalimu iko nafundisha, mwalimu kufundisha sana, naweza kufundisha na mwambie mwalimu ilafu alituongeze na hii eleme inaweza kuwa ya maana. Mwalimu fakte ilafu alituongee hivi vizuri, basi hapa ungeexplique mzuri. Kumbe kuko dada moja na magarso wawili banafanya hii masomo ya uchawi, basema hii kwenda mnisamee, mimi nasema abaye kaka na moroscoa, na mwingine alikuwa mlimiere de grade. Sasa banakuwa wanashindana kwa akili. Hapo siku moja wanakusana sema utipi anakuwa na akili ya modele gani? Jua metrizivi mwalimu iko nasema na shia tu ya vijua hata. Baka kusanyika. Anasema utipi ilifaa tumpige vita. Nikashangala kila kukuya kwa masomo mimi naanza kuwa nasinzia. Kuna kusinzia ingine mu masomo wanafunzi haiko kawaida. Ni uchawi umefanyika juu yako. Kuna mtu iko anafuruga akili zako. Nikashangala mwalimu anaanza kuwa na explique. Mfano alikuwa explique somo fulani. Somo inakuwa inaisha na siasikia hata kitu. Nikasema hii haiko kawaida, nikaingia maombi. Mungu akanifunulia wale watu. Bwana tusaidie sana. Sasa unaweza kuwa unasoma na mwenzako masomo, wakati tunasema tuombe nyota zetu wala akili zetu, wewe una neglige. Kumbe makale kale karafiki yako ndio mwenye mko wa Mungu chao. Kuna mtu anasema hivi, adui hakuwake na rangi, hautamjuaka aseme njoo huyu anakuwa mforma ya kiadui, lakini atajifanya sawa vile mtakatifu, atajifanya sawa malaika wa nuru. Malengo yake aibe kenye kiko mweye. Haiko kila mtu anaweza kuwa rafiki yako mama, haiko kila mtu anaweza kuwa rafiki yako mkanisa. Watumishi wa Mungu, haiko kila mtu anaweza kuwa rafiki yako. Wako wengi
Bwana fikiri utaona shetani toka kuzimu kwa natembea bila miguu. Ulishamona, mshakutanana na Mungu yeye. Bwana tusaidie sana. Na Bwana tutendee muujiza. Amen. Na Biblia tunasema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Kila mtu mbaya, ulimwengu wa giza imesukuma njia yangu. Jua ile kilikiko juu yangu. Kwa jina la Yesu. Kazi yake uchawi wamefanya, uwezo walifanya, kwa jina la Yesu ninayaribu. Mwenye aliona nyota za watoto yangu na kaanza wapiga vita, mwenye aliona nyota ya masomo yangu akaanza ipiga vita, kemea kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ongeza kwa jina la Yesu, fungua kinywa yako kwa nguvu kwa jina la Yesu. Bwana tusaidie. Nyota zina vita yake. Na niseme hivi, uielewe vizuri. Kuonesha gravite ya vita vya nyota. Juu ya nyota yako wewe. Juu ya nyota yako wewe. Shetani anaweza ruhusu mabaya ingie mumuchi. Juu yako wewe ukufe. Mamilioni ya watu inakufa. Kama ulimwengu hii ya sasa, generali akianguka mbele, generali anguki, unaiona Sudan ngapi wanakuwa wamekufa. Na nifilukiwa na nyota kubwa, shetani anaweza ruhusu mpango isitokee. Bagarso yote ya mwe mwingine wawakate vichwa. Kumbe wako wanawinda garso, banaona ile nyota ya ule mtu mwenye kesho ataharibisha kazi za shetani. Sema na mie Bwana Yesu, kila mipango ya kutamani uwa ndoto zangu, kesho yangu, maisha yangu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu ninayaridhisha. Amen. Sheria inatokea tu Misri. Watoto yote wanaume wenye walizaliwa wafanye nini? Mamake na Musa akasema sitaona jinsi mtoto wangu. Malengo ya shetani ni nini? Musa afanye nini? Bwana Yesu atusaidie sana. Juu ya mtu mmoja sheria inatoka waue watu. Huko zingine vita mmoja, faites attention. Tunajua zingine vita zinakuya juu wakamate neema za watu. Bwana atusaidie sana. Amen. Na kuonesha kama wanaionaka. Kuna wakati mmoja mke wangu analala analota usiku. Eti pasta marawa mimi nalota ya nguvu. Mimi naona mizimu wa Kinshasa. Ananifuata aseme kuko kijana kwa kamata kwao. Sasa mimi namuuliza kitu gani? Asema ni mtoto mwenye anabeba kumgongo ndio mimi nakia kamata. Hawezi kuwa na mtoto wa hivi. Mimi nilikuwa na kia hivi. Bwana Yesu atusaidie sana. Ule mimi anavuma sana. Nataka kuambia nini? Wachawi wanaona maisha yetu vizuri sana sana tena sana. Namna nyota inavyoibwa mbele tuingie kwa interdependence na nyota tumalize. Nyota zinaibwa namna gani? Ulisema hivi. Ya kwanza, fanyeni angalisho na wale watu wanaotusindikiza kwenda kuzala tunapoenda hospitali. Ile siku ya kuzaliwa nyota za watu zinashika. Akiwa ni mtu mbaya, ghafla anabeba nyota yako. Kwa nini? Kwa sababu mara wachawi huwa wanatafuta damu za watu, na kwa njia ya damu sacrifice zingine watu wanakufa hivi ni kutafuta nyota za watu. Haiko tu sadaka kafara, lakini wanatafuta na nyota za watu. Sasa yeye aliyekusindikiza hospitalini, jitahidi kujua etadame yake ni mtu mzuri wala ni mtu mbaya. Kuna wengine ile siku tu walizaliwa na nyota ikaiba. Na zidi ya wale, zidi ya vita, wacha wengine wanaangalia nyele, wanaweza kuchukua nyele za mtu
na wakienda fanya uchawi ili kwamba wazimishe nyota ya ile mdenanyo ule wanyeloa nempote huu na nempote kile wanakusukaka. Fanyeni angalisho. Kuna mtu tu akiangukia kunywele zako anabeba na neema yako. Ndio mtu analamuka bali munyola ngambo moya kukichwa bilikuwa ye usiku, kumbe balikuya twala kitu kile kiko juu yako. Wanaweza kufizia mavazi ya mtu. Somo la mavazi linakuja. Humu ndimo munaikala heshima ya mtu. Ukilota uvale manguo, ukilota kiato moja imepotea, ukilota sehemu moja ya mwili kwa buchi, elewa ya kwamba heshima yako imepiganishwa ulimwengu wa roho. Najua wako wengi ambao wamelota vile hapa. Sasa kwa njia ya mavazi, ile choto tunaingiaka ndani, wanaweza kukamata heshima yako. Ndio maana mimi nimeambia watu, tosheka na jinsi ulivyo. Kama uko na nguo mbili, tosheka nazo. Kama uko na nguo tatu, tosheka nazo. Itika jinsi uko, evite kudefadefa manguo. Evite kudefadefa manguo. Bwana tusaidie sana. Mchawi anaweza kuya anakupatia kitu, wewe unafikiria anakuacha, kumbe kuna kitu anakamata kwako. Mimi napenda niseme na kitu moja hapa, hata kama haikali sana msomo wenyewe, lakini niseme watu ambao wanajua kutoa ulimwengu ya roho ni wachawi ndio wa kwanza. Wanatuzizi sisi wa Kristo. Wachawi wanakushindia kutoa. Mchawi anaweza kuja mko mnasoma ni college de class, anakupatia moto. Sasa hata kijana ambaye liko naongea, vita yake ilianziaka kumoto. Alikuyaka, mwenzake akakuja sema, mimi nakupendaka, faso natufanyiaka madevoir, faso yenye unakuwa kanashia masomo, kamata kakamoto. Yaka wazia rafiki anamfurahia, kumbe iko natwala kitu wapi? Kwake. Na baadhi ya siku akatosha jasho. Alikufanya mwenda wazimu, tena alikufiaka kumutima na mfunga kamba. Garso intelligent, wakusikia asikie. Haiko kila kado unaweza kukamata. Moja wapo ya strategia wachawi wanatumia chuma kamate kitu kwetu, banaanza tupatia kitu. Mtu anaweza kuja aseme, ni ndoa ya mtoto wangu, mimi namuletea ichungu, mimi namuletea na hii masani, kumbe anaiba neema ya mafiga kwako. Unaingia mundoa njala na njala, unajiuliza viko wapi? Wenjo liwa Yesu, wenjo lifahamu nini? Na unaanza kutengeneza dhambi za kufanyaka juu ya ukiwa. Kumbe ile siku ya ndoa kuna mtu alikuletea kitu na njoka rangura vitu kwako. Sema na mimi, Bwana Yesu, Bwana Yesu, kila kitu waliwahi kunipa kumaisha, kumbe walikuwa kama nabeba mbele kwa maisha yangu. Kwa jina la Yesu, uchawi ifanyikaje ile kitu, mimi naivunja, mimi nairudisha makata pasone. Kwa jina la Yesu, mimi nasiharibu. Kwa jina la Yesu, mimi nasiharibu. Baba tusaidie. Ce n'est pas facile. Tena mwai wakati netu kwa mwanani anaweza kupatia kitu katali. Isipo Mungu kutusaidia tu. Sema Yesu Kristo. Linda maisha yako. Linda jamaa yako. Linda na watoto yako. Moja wapo ya strategy wanafanyaka. Mchawi mbele akamate kitu, anakuyaka na kupatia wewe. Mbona fikiria na kupatia? Kumbe anarangura akili, kumbe anarangura uchumi, kumbe anarangura heshima, kumbe anarembea ndoa yako. Mimi bila kupendaka, mimi nakuletea hii baje, kumbe anabeba ndoa yako. Fanyeni angalisho wana wa Mungu. Ninaona nifundishe mbinu za wachawi wanapotumika. Ili kwamba Bwana tusaidie. Tusije tukangukie ndani ya shimo. Bwana tusaidie sana. Amen. Kwa hiyo mtu yeyote wa kiroho lazima uelewe hii maneno. Vita ulio nayo ni nyota ulio nayo.
Nani atenda piga maigogo vita mbarabara? Meuliza sasa vita yenye Yefta iko nayo. Na mwenye hanijua alishalisema. Na mwenye ananijua alishakasema. Na Mungu atusaidie sana. Na fanyeni angalisho, mimi narudia vita ya watu ya nyota ikwake ni porte kila vita. Na kuinforma ikwake ni porte kila vita. Banamuki wenye wako na nyota za nguvu. Shetani alifanya iwezekanayo awatilie watu wenye watawafuruka ndani ya ndoa. Bwana tusaidie sana. Kwa nini? Kwa sababu shetani na watu wake wanaweza ona nyota ya mtu na kujua maisha yake takuwa nini kesho, alafu watafanya nini. Akiona Neema huyu Neema huyu kwa ngizi hiko hapa, akiishi na ukijana hapa, kesho wataexplose maisha. Analeta vurugo moya hivi, alafu wakaachana. Yanaona c'est normal, haikukuwa destiny, sio riski ya iliki. Ile ni masemi ya Waislamu. Kuna wakati mwingine sheria yetu inanyang'anywa. Uliza Luka, Yesu anapana mfano ya mtu ambaye alikuwa anaenda reklame haki yake kwa mwanasheria. Kwa nini anasema mwanasheria? Sababu ilikuwa haki yake. Sababu ilikuwa riski yake. Hasa useme sio riski ya iliki. Riski inakuliwaka na mwenye nayo. Sasa ukikutanika ya kwako, bengine choma kwa wamekula. Elewa ya kwamba kuna kasoro imeingia. Kuna vita imekuingililia bila wewe kujua. Na Bwana tusaidie sana. Tungeenda mbali sana. Lakini kukamilisha niseme hivi. Nataka niambie mtu mmoja mwenye yuko hapa. Hakuna mtu yeye pekee. Na hakuna mwenye uwezo yeye pekee. Nyota huwa zinatumika kwa pamoja. Kuna kuwaka interdependence, ni mnisamee kusema vile. Kutumika kwa pamoja mfumo ya nyota. Amen. Kuna namna ngizi tukiangazia mpule moja hapa ama pale kwa kitu kinyauto na mzuri, lakini zikikuwa 3 4 fasi moja zinaangaza, utaona mwangazi itakuwa beaucoup plus clair na utaona zaidi. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Kwa mtu anaweza kuwa alikuwa ovyo ovyo wakati hayaoa, lakini akaoa wala akiolewa bana explosive. Kwa sababu gani? Kuna nyota mbili. Garso alikuwa upatake kazi, lakini ukioa vie unakutana makazi zinaanza jileta. Cela veut dire que kwa ule dada kuna nyota inayoangazia maisha yako. Na nyie baba, msifikirie mnapata tu kwa nguvu zenu. Kuna nyota ya mwanamke ambaye uliye naye inayokuangazia. Na nyie mama, msifikirie mnapata kwa nguvu zenu. Bwana anaweza kuwa na kazi, lakini nyota yake inafanya kazi juu yako. Batu ya kiroho tu ndio watelewa hivi. Bwana tusaidie sana. Sasa isikie tokea kwa madharau, kudharau mwingine hana kazi, yawezekana ni nyota ya ule mtu. Na kuko watu wenye wako pale ni watu chua. Sayansi nasema hivi, mwangaza ya mwezi inatokea kama juu. Mwezi inakuwa sawa vile kioo. Sasa wakati jua inaangaza kule juu, inaiangazia ndio na shibu na profite kupata nini? Mwangaza ya mwezi. Sadii, nguvu za mwezi ni hicho. Kuko watu wenye Mungu atakukutanisha nao ili kwamba neema yako yenye iko ndani yako explode. Na ukubali hivi sasa, kwa sababu nyota huwa zinatumika fasi moja. Na Bwana kukutanisha na mtu mwenye atakuwa chanzo cha explosion ya baraka kwako. Bwana kukutanisha na mtu mwenye atatuma neema ya Bwana inafanya kazi maisha yako. Amen. Paul. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Hatutasema mingi hapa, lakini tukubaliane ya kwamba leo tunaanza neema ya muunganiko ya mfumo ya nyota. Wale ambao watakuwa sikia Mungu wataielewa zaidi. Bwana atubariki. Amen. Nitaka tuombe tu dakika moja. Funga mlango dakika moja tu. Simama kwenye uko, sema Bwana Yesu. Bwana Yesu.
Bwana Yesu, Bwana Yesu, Bwana Yesu, kuko watu